Leo nimewaletea mawaidha nzuri kabisa. Kichwa cha mawaidha yetu, anwani ya mawaidha yetu inatuambia umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni nini maana ya Ramadhani? Haswa Ramadhani imetoka wapi? Ni kwa nini tunafunga? Allah anatueleza ndani ya Qur'an. Anasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ما شاء الله. Hiyo ndo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah anasema, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, enyi Waislamu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam. Allah anasema imefaradhishiwa juu yenu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile wale waliokuwa kabla yetu walifaradhishiwa juu yao wao pia wafunge. Kumbe sio sisi peke yetu, waliokuwa kabla yetu pia ilikuwa faradhi juu yao mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika wafunge. Kwa nini tunafunga? Kwa nini Allah anasema tukae na njaa, tukae na kiu 12 hours? Kwingine zaidi ya 12 hours watu wanakaa na njaa na kiu. Kwa nini Allah anatuamrisha? Na ni command, na ni lazima tufunge. Kwa yule Allah ameweza kumjalia afya na yuko sawa kiakili, kimaumbile na kila kitu, unafaa kufunga mwezi mtukufu Ramadhani ukifika. Kwa nini tunafunga?
Allah akajibu akasema la'allakum tattaqun. Jamani, Allah anatuambia ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, ili mpate takwa, ili mpate kumcha Allah. Ndio maana tunaamrishwa tufunge. Kubainisha ni kusafisha nafsi yetu, tukue wasafi, tukue na imani, tukue na tabia njema. Ramadhani inafundisha tabia mzuri, si ndio? Inafundisha akhlaq mzuri, si ndio? Na Ramadhani vile vile inatakaza na inapandisha imani yako. Angalia, moyo wako itapata takwa ukifunga Ramadhani. Moyo wako itapata nini? Takwa. Unajua takwa? Fear of Allah. Na sasa Allah anatuambia kama wewe ni mgonjwa, kama wewe unaenda safari, kama wewe umezeeka, itakuwaje? Hauna nguvu sasa ya kufunga. Allah anatueleza faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wewe kama ni mgonjwa, si ile tu unasema unajua leo naumwa na kidole na siwezi kufunga, nilidungwa na miba jana, hii kidole inaniuma, sitaweza kufunga, nitaachilia leo chakula. Hiyo itakubalika? Hapana. Ile inakubalika ni ile wewe ni mgonjwa wa kweli, umepigwa na malaria kabisa, imekuangusha ile. Na sijasema uko mgonjwa alafu unajikaza, uko mgonjwa lakini unasema mimi niko sawa, mimi nitafunga mpaka jioni, mimi niko sawa, mimi si mgonjwa. Na uko kuhangaika, ikifika saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 umeanguka, umefail, unakimbiza hospitali. Hiyo hapana. Hata nafsi yako usikalifishe. Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Nafsi ile kitu ambaye haiwezi usilazimishe. Kama unaona kabisa umelemewa kweli kweli, ndio hapo utaachilia. Kwa yule amefika mwaka ya kufunga. Lakini nyinyi wengine ni watoto, una try, unafanya training. Basi ukishindwa umefunga. Mimi nilikuwa nakumbuka nikiwa mdogo nafunga mpaka saa 6 naachilia. Nimefunga mpaka siku zingine nimefunga mpaka saa 10 nimeachilia. Siku nyingine nimefikisha maghrib. So hata wewe unajitrain. Hawa wadogo nyinyi hata mkubalie kufunga. Sawa? Lakini wale wa junior sasa anza kufunga. Train. Kama umefika 15 years ni wajibu. Kama hujafika train yourself. Anza kufunga mwili njue kabla faradhi ifike. Sasa unaambiwa ukienda kama ni mgonjwa na kweli hiyo ugonjwa umekulemea, unaachilia hiyo Ramadhani, lakini fa'iddatu min ayamin ukhra, utalipa hiyo siku. Tumeelewana? Hiyo siku utafanya nini? Utalipa mwezi mtukufu Ramadhani ukiisha, utajipanga ulipe hiyo deni. Tumeelewa? Hiyo deni utalipa. Hiyo ni ya kwanza, kukuwa mgonjwa. Ya pili, Mtume Allah anasema nini? Fama kana minkum maridan au ala safarin. Ya pili ni safari. Safari yako leo asubuhi umeamka, unaenda Nairobi, unaenda Mombasa, unaenda Moyale, unaenda Mandera, safara mrefu. Si kana kwamba unapanda gari hapa unaenda Boji. Hii ni hapa tu. Si akile Ramadhani kwa ajili unaenda Boji, si ndio? Hiyo ukienda Nairobi, ukienda Mombasa, hiyo ni safari mrefu. Na kuna watu wengine ni dhaifu, akipanda gari tu yeye hapo na karatasi yake ya kufanya nini? Ya kutapika. Akipanda gari kisha songa hivi, bismillah, subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun, si ndio? Akishasoma hiyo dua tu, tumbo imekuwa hivi, nataka kutoka nje,
akona karatasi yake anatapika. Sasa huyu ni dhaifu, hawezi akafunga. Kama anatapika maji, ukitapika maji mingi na kutoka mwili inakauka, unaanza kuanguka. So Allah anasema ukienda safari na wewe, lakini kama unaweza wewe, uko sawa, pande gari hapa asubuhi ufike Nairobi na uko fresh na mwili wako inawezana naye, ni sawa tu, hakuna haja uachilie Ramadhani yako, si ndio? Utapambana tu, lakini sijasema mimi niko sawa Ramadhani yangu pia mimi niko sawa, naenda safari na lakini mwili yangu pia iko sawa, lakini mimi nitakula. Mwingine anasema mimi naenda Boji, mimi naenda Maua, wacha nikule. Sikiliza, mwingine anasema leo asubuhi naenda Maua na wacha nikule. Hiyo atakubalika? Hiyo atakubalika? Imagine kuna mtu anasema mimi naenda Meru Town na safari yangu ni ya Meru Town na mimi niko, Allah amesema kula, wacha mimi leo nikule. Juu sasa yeye nikakula, si ndio? Anaachilia Ramadhani. Hiyo itawezekana? Hapana. Hiyo safari ukiona wewe ni unapata shida ya kutapika, labda wewe unakuwa mgonjwa, wewe unaachilia hiyo Ramadhani, lakini faidatu min ayami ukhra, unalipa. Tumeelewana? Haya, kitu kingine, Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Ni mwezi wa, si mwezi ya kufunga Qur'ani. Watu wengine wanasema wako na njaa mingi, sasa hawezi soma Qur'an. Mimi siwezi nikasoma Qur'an, niko na njaa, achana mimi. Hiyo ndio wakati unafaa kujikaza zaidi usome Qur'an, kwa sababu iko ajar mingi, ajar kubwa sana ndani. Ajari ya mwezi mtukufu Ramadhani ni kubwa, unalipwa maradufu. Ile ajari ya kawaida yenye tunalipwa saa hii, swala unalipwa maradufu, mara kadhaa. Ajari yake inarudishwa maradufu, mara mingi. Wao, unanielewa? I don't want to hear anyone speak. Please keep quiet. Na ile ibada tunafanya kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani inashuhudiliwa na nani? Allah anasema asomu li wa ana ajzi bihi. Allah anasema Ramadhani ni yangu na mimi ndo nita reward. Sikiliza, mimi ndo nitaupa hiyo jaza ya Ramadhani. Allah anasema mimi ndo wa kupeana jaza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeelewana wasichana? Vijana tunaelewana? Basi mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia, si mwezi wa msosi na sambusa na njera na chapati na nyama. Hapana, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya ibada kwa wingi. Tumeelewana? Nimesema kila mtu aniangalie na niazimu masikio yake anisikilize vizuri. Tumeelewa? Sikiliza. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika ni vitu. Sasa kama kuna mwingine hapa mtoto haelewi, anasema nikimeza mate Ramadhani yangu imevunjika, Ramadhani yangu imeharibika. Sheikh amesema nisimeze mate. Mwingine anasema Sheikh anasema nikilala Ramadhani yangu imeharibika. Sheikh anasema nikilala Ramadhani yangu imefanya nini? Imeharibika. Mwingine anasema nikikaa uchi Ramadhani yangu imeharibika. Mwingine anasema